Alaikum vipenzi, leo tutakuwa na upishi wa halim. Halim ni aina ya boko inayotokana au inapatikana katika nchi za India, na hii leo mimi napika wanavyopika watu wa Hyderabad, na inachanganywa nafaka kama 4 au 5, na hii ni kama boko ngano, lakini hii inachanganywa aina 4 au 5. Naona inavyovutia, tamu nzuri na ladha yake nzuri sana. Hilo ndo boko la Kihindi mimi naliita. Kwa hiyo usiache kuangalia mpaka mwisho, lakini pia kwenye peji yangu ya Instagram nimewekea muhalabia kutoka Imaret. Hii ni collab ya kila Saturday kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nenda kaangalie upate kutusupport na uweze kupata mambo matamu. Kwenye bakuli nimeweka ngano, nimeweka adesi, dengu, mchele, unaona, unavichanganya vote. Na dengu nimeweka aina 2 hapo sikurekodi, lakini kwa aina 2 ziko zile ndogo na nyepesi kuiva, na hizo kubwa nitawaekea majina yote. Baada ya kuziroweka nimetia nimetia mafuta kwenye sufuria. Halafu takaanga vitunguu. Taanza kukaanga vitunguu, vikishalainika tutatia thom na tangawizi. Naona hapo nimetia thom na tangawizi. Na mimi leo nafanya la kuku. Unaweza kufanya la nyama, unaweza kufanya la kuku. Mimi nimefanya la kuku. Nimetia tungule, yani nyanya au tomato. Baada kushalainika sasa, tutakuja kumimina vidari. Nimekata vidari vidogo, mapande madogo, halafu nitatia humo. Na spices zote nitakazozitumia nitawaorodheshea chini ili uweze kwenda kuona, na unaweza kutia spices zako unazopenda. Tayari hapo nimetia kuku na mkaanga vizuri ili kisha nitie na maji. Unaweza kumwacha akachambuka wenyewe kwa kuchemka pamoja na zile nafaka, au unaweza kishawiva kuku ukamtoa ukamchambua mbali kisha ukamtia hapo ukasonga boko lako. Sasa hapo natia spice. Nimetia spice kama aina 4 na nitaziandika zote 5 kwa kweli, nitaziandika zote. Ili sasa nataka kuku wako nimemtia maji ili kupata supu na aweze kuiva vizuri. Taache chemke, akisha anza kuiva. Sasa hapo tutakuja kumimina zile nafaka zetu. Sasa hukutia chumvi na ndimu, ukitia ya mbali, usitie ikatokeza sana, inakuwa haipendezi. Kama vile shurba inapendeza kupanda kidogo ndimu, lakini hii haipendezi kupanda iwe ndimu ya mbali. Hapo sasa nimemimina zile nafaka zangu zote, nimetia na maji ili iweze kuiva. Kama mshawahi kusikia kama mimi, manake sikumbuki lakini najua hivyo vitu vilikuwepo zamani, vilikuwa vinachanganywa nafaka 4 au 5 au 6, unapikwa, unaitwa wali wa nafaka wakati wa sadaka au wakati wa kufanywa mtoto 40. Ilikuwa kisikia sana wazee, sikumbuki lakini vilikuwa vikifanyika. Kwa hiyo ni moja hapo ya nafaka ndo kama hivyo. Kwa maji ya mwanzo yamekauka, sasa nimetia maji mengine, niendelee kuiva kwa sababu tunataka ziwe laini, iwe rahisi kusonga. Naona tayari, naona zilivyo. Kwa hiyo sasa hapo nitatia maji mengine ili iendelee kuiva, na kila baada ya muda, yani time to time unakoroga ili zisishike na sufuria. Kwa hiyo sasa hapo nimetia maji, nimewacha tena. Naona nimeacha tena ichemke ili ziweze kuiva zaidi. Na ukitaka kujua imeiva mpaka zinavurugika, utaona kwanza ukinyanyua mwiko naona zilivopasuka, nyingine huzioni kabisa, zimepotea. Unaona rojo zito tu, na pia utamuona kuku anaachana mifupa na nyama yake, utajua sasa vitu vimeiva. Sasa hapa nasubiri ikauke tu niweze kusonga boko letu au halimu au haris. Majina tofauti lakini upishi unakuwa unakaribiana. Unaona ilivyoiva? Natoa sasa mafupa yanajitoa wenyewe, unayaona hayo? Toka wenyewe ufupa. Inaachana na nyama. Kwa hiyo tayari naliacha kidogo zaidi liive, ikisha nitalisaga kwa mashine. Mimi mkono wangu mmoja umekuwa, unaona sasa nasaga kama hivyo kwa mashine. Utatumia hand blender, unaweza kama
utaweza kuwa una nguvu ya kusonga mwenyewe, unaliacha likauka, alafu sasa unasonga kwa mwiko. Mimi sina nguvu hizo, hasa mkono wangu wa kulia. Kwa hiyo sasa nasonga kwa hiyo hapo mpaka sagike. Imesagika vizuri, sisagi sana kwa sababu nataka zile kuku aonekane zile nyama yake zinakuwa kama nyuzi nyuzi. Kwa hiyo tayari boko letu, unaona, na jaribu vile vipande vya nyama vilikuwa vijavurugika na vivuruga kwa mwiko, lakini kusonga sasa mimi siwezi. Kwa hiyo tayari boko au halim tayari, na kila likipoa linazidi kujishika kwa sababu hizi nafaka zote zina kama unga. Kwa hiyo kila kikipoa inazidi kushikana na kufanya boko lako liwe zuri na zito. Unaona lilivyoshikana hivyo. Sasa nakwenda kulimimina katika sahani ili tayari kwa kuliwa au tayari kwa kusawa. Nimefanya dogo tu ili kwa sahani moja inatosha. Unaona tu hilo ni sufuria, lakini kwa sababu ya video nimezoom. Unaona kubwa. Unaona tayari ilivyosongeka, ilivyovurugika yote. Sasa kila ikipoa inazidi kushikana. Nakwenda kumimina katika sahani, halafu nitapamba au nitadecorate na yale mafuta ya green niliyotengeneza. Nitakuwekea link uende ukaone kama unataka, lakini unaweza kutia mafuta yoyote safi ya vegetable au ya olive, unaweka kama hivyo. Halafu unanyunyizia vitunguu vilivyokaangwa. Naona nanyunyizia vitunguu vilivyokaangwa vikavu. Halafu unanyunyizia na kotimiri, na wenyewe wanakuwa nanyunyizia juu pia. Kotimiri, vitunguu, mafuta, wanaweka na korosho au aina ya nuts nyingine, lakini mimi sikuweka nuts kwa sababu wengine hawali nuts, zinawadhuru. Kwa hivyo mimi nimewekea hivyo tu mafuta, vitunguu pamoja na kotimiri. Tayari kwa kuliwa na tumekula, tumeenjoy. Ni nzuri, ni tamu, ni tasty. Unaweza kula kwa pilipili, na ndio nilivyokula kwa pilipili, limekolea, unasikia raha kula. Shukran. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment, na please kwa atakayejaribu tuwekee feedback, vipi umeona au umeongeza nini, kama umependa na una fikra gani, kitu kingine tuweke, ungependa kupata kutoka kwetu. Shukran.